mdau wa Uhifadhi Online TV, tumekutana tena kwa ajili ya mambo yetu yale. Lakini pia tunaweza tusimuone mtu amekwenda polini. Inawezekana mawazo kwenda polini, lakini mwisho wa siku inawezekana hajakwenda. Inawezekana mtu amebadilisha tu mazingira ya maisha. Ameamua kutoroka, labda kuna changamoto kwa madeni na vitu kama hivyo. Ameamua tu sasa awaambie anaenda polini, lakini mwisho wa siku kumbe ametoroka. Hataki kabisa kuonana na wadeni wake hapo. Labda na mgogoro wa mapenzi hapo. Sasa mwisho wa siku ameona hapa pamewaka moto bwana. Ngoja nimwambie mimi nenda hifadhini. Mnaamini kaenda hifadhini kwa sababu labda ni shughuli zake. Mwisho wa siku anatokomea kwenda huko kwingine. Lakini inawezekana mtu anaenda kutafuta maisha kwingine tu, amechoka pale, lakini anaona mtamfuatilia sana. Kwa hiyo anaamua kutoa taarifa tu ya kwamba bwana nenda polini, afu baadaye simu hazipatikani na hazipatikani, tunakuwa na hofu na taharuki kwamba huyu inawezekana tayari amepotezwa kule hifadhini. Kumbe mwenzenu kule ameenda machimboni huko Chunya, Makongolo, si huko anakula maisha, lakini hataki watu muendelee kumfuatilia maisha yake. Amechoka mnamfuatilia sana. Kwa hiyo kama nilivyosema sasa kwamba inawezekana kuna mambo yanatokea mahali ambapo anaishi, anamokukimbia. Lakini pia hata ndugu na jamaa inawezekana anawaza kweli anaenda polini, inawezekana ikamkuta la kumkuta kwa maana akashikwa akapelekwa kwenye kutoka polisi, mwisho wa siku mahakamani, mwisho wa siku magereza. Lazima pia tufuatilie huko. Fuatilie huko ili tuwe na uhakika kwamba hao unaposema wanapotezwa unamaanisha wanapotezwa kwa namna gani. Inawezekana wanapotezwa kwa maana ya kushikwa na kupelekwa kwenye maeneo ya sheria, anafungwa kule. Sasa nyinyi hamna taarifa, ndugu na jamaa huko, mnaamini labda kafuatilia polini, labda kaweli kaingia polini, kakutwa na wanyama wakali, kajeruhiwa, kafariki kule, kakutana na mito, mwisho wa siku katika kukimbizana, katika kukimbia wanyama, kaingia kwenye mito, kuna mamba mle, mwisho wa siku hivi vyote vinaweza vikamtokea mtu akawa haonekani maeneo ambayo ametokea. Lakini tukienda kwenye dhana ya kuua, kimsingi kila mwananchi ana haki ya kuishi, ni haki ya msingi kabisa ya kuishi, na kwa mujibu wa kanuni ya adhabu ile sura namba 16 kama ilivyofanywa marejeo 2023, hii inatamka wazi kabisa kwamba kuua ni kosa na hukumu pekee ni kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo mwisho wa siku hakuna mtu ambaye atatamani kukutana na hiyo adhabu kwa sababu tu ya kukiuka maadili ya kiutumishi. Na hao watumishi wote katika mamlaka hizi, katika taasisi za kuhifadhi, wanaishi viapo vyao, lakini pia wanaheshimu pia haki za msingi za binadamu. Kwa hiyo tuwe hapo. Lakini kama unahisi kitu kama hicho kimetokea, basi hatua ya kwanza ni kwenda polisi kutoa taarifa, na wao watakupa ushirikiano na kukupa taratibu wa namna ya kumtafuta ndugu yako. Lakini kama pia amepotea, unaweza kuwasiliana na mamlaka husika kwamba huyu mtu wetu bwana alituaga, anaingia hifadhini, alipitia huku na huku, wako kusaidia pia, wakatoa ushirikiano kwa ajili ya kwenda kumtafuta. Inawezekana kweli amekutana na shida hizi za wanyama wakali hawa, wamekutana na mazingira ambayo mwisho wa siku yakamfanya ashindwe kurudi katika maeneo ya nyumbani. Kuna ndugu yetu mmoja naye katika msingi zile, nakumbuka kuna issue ya bucha, kwamba kuna bucha. Kwa nini maliasili hawaendi kuanzisha mabucha kule vijijini? Kwanza taasisi hizi za maliasili wao sio wenye jukumu la kuanzisha haya mabucha, isipokuwa wadau. Kama na wewe una uwezo, unafuata tu zile taratibu. Kuna taratibu zile na miongozo ambayo imewekwa kwenye ile kanuni ya uuzaji nyama pori ya mwaka 2020. Kanuni ya uuzaji nyama pori pale imebainisha utaratibu mzima wa kuanza hii biashara. Kuna vyanzo vya hiyo nyama kwamba utaipata wapi. Je, utaipata kwenye ranchi ya wanyama pori, utaipata kwenye shamba la wanyama pori, utaipata kwenye wanyama wanaovuna kutokana na migongano ya wanyama pori, au utaipata wapi? Kwa hiyo inaainisha pia, lakini kuna masharti yake ya uendeshaji. Lakini kuna vigezo vile, sijui uwe na TIN number, uwe na mpango biashara, sijui umesajili kampuni yako, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukienda kwenye ile kanuni tunakutana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama wewe mdau unaona unatamani kuwa na biashara hiyo ni nzuri na umefikiria muda mrefu, basi unawaona maafisa wale wa taasisi ya wanyamapori ile TAWA, wao watakupa taratibu mzima wa namna gani unaweza ukaanzisha hiyo bucha ya
ya nyamapori bwana, ukaanza kutuuzia na sisi kwa vijijini, ukaachana na mambo ya kuinda au kutamani vitu ambavyo viko ndani ya hifadhi. Ule urithi wa kwetu wote hatutakiwi wachache tuvune kwa njia ambazo sio sahihi. Kwa hiyo kutuanzishia bucha bwana vijijini kule, tutakuwa tunajinoma sasa zile nyamapori kulingana na utaratibu, kwa sababu utakuwa umefuata utaratibu na una leseni. Kwa hiyo swala la bucha ni swala la mtu binafsi na wadau ambao wanadhani biashara hiyo inaweza ikawa nzuri kwao, unaruhusiwa kwa kufuata tu utaratibu ambao umewekwa katika ile kanuni ya uuzaji nyamapori ya mwaka 2020, na wasimamizi wakuu ni Taasisi ya Wanyamapori Tanzania TAWA. Kwa hiyo naenda kwenye ofisi zao, watakupa maelekezo, na mwisho wa siku wewe kama wewe una uwezo wa kuanzisha bucha. Sasa kuna wale jamaa zangu wanaosema mimi nyama nimekuta naye tu nyama hapa, lakini sijawinda na nini. Lakini pia kuna wale ambao amekuta kaswala shambani anakawinda. Kamekuja shambani kwangu bwana, hii ni halali yangu. Chonde. Hiyo pia ni kosa kisheria. Kwenye ile ibara ya 57 inakataza kabisa kukamata mnyama kijijini. Kwa hiyo lazima ukimwona mnyama mtolee taarifa mamlaka husika, ndio zile zimkamate, zimrudishe sehemu husika au zimchukulie taratibu zingine. Kwa sababu ukichukua ile mnyama ukamfanya chochote, kuna faini hapa. Faini inaweza kuwa mara 2 ya thamani ya yule mnyama, au kafungwa miaka 2 au vyote viwili kwa pamoja. Kwa hiyo hebu tujiepushe. Kwa nini ufungwe miaka 2? Kwa nini ulipishe faini mara 2 ya thamani ya yule mnyama? Kwa sababu tu ya umemkuta shambani, umemkuta kijijini, ukaamua kumuua au ukaamua kujivunia mwenyewe, ukafanya kitoweo. Sasa mwisho wa siku itakuletea shida. Lakini kwenye kukutwa na nyara pia, hii nyara kwa maana ya nyama na vitu na nyara zingine zote pia ni kosa kisheria kama ambavyo nimetangulia kusema. Kwa hiyo unaweza kuhukumiwa hata miaka 30 jela. 5 mpaka 30 huko unaweza kuhukumiwa. Sasa ni kitu ambacho unaweza kukiepuka tu. Sababu kama una miaka 50 unahukumiwa miaka 30, unatoka jela na miaka 80, watoto na wajukuu wote wamekusahau. Mama kama ni wewe bado umefunga, na mama wote watakuwa wameshaolewa na watoto wako wametelekezwa na baba wa kambo, kitu ambacho sio kizuri sana. Kwa hiyo msingi mkubwa ni kuheshimu sheria. Tunaelekea mwishoni kabisa mwa tano zetu za moto na ufafanuzi wake. Ni ushauri tu. Naendelea kushauri kwamba tuache kupita katika mnyororo huo ujangili, sijui ununuzi, uuzaji, usafirishaji, uundaji, hivi tuachane nazo kwa sababu havitupeleki sehemu ambayo sahihi. Sana tutagombana na serikali, tutagombana na taasisi ambazo zinasimamia haya maeneo, lakini pia tutakuwa na chuki ambayo mwisho wa siku haitatusaidia sana. Na hizi nyama ambazo tunatumia, tunanunua 500, 200 choni kule gizani, si salama sana, sababu hizi nyama zinapatikana kwenye njia tofauti ambazo sio salama kabisa. Sababu hata ukiuliza hii nyama ambayo umenunua 500 au 5000 kipande, imepimwa na bwana mifugo gani, mtaalamu gani wa mifugo ameipima akaona hii sasa inastahili kutumiwa? Hakuna. Kwa hiyo tunakula kitu ambacho kwanza hatujui ni mnyama gani, lakini pia hatujui usalama wake. Kwa hiyo unaweza kujikuta unakula kama mbwa mwitu, unajikuta unakula fisi, unajikuta unakula, kwa sababu hao majangili hawana huruma. Yani yeye anapokwenda tamaa yake ni kupata fedha, tamaa yake ni kupata kitoweo. Kwa hiyo anaweza kawinda kwa kutumia sumu, hajali nani atakula. Sasa mwisho wa siku sisi tunaotumia tunakuja kupata madhara sasa kiafya. Lakini tunaweza tukapoteza hata maisha. Lakini pia tunaweza tukala vitu vya ajabu kwa sababu tunauziwa gizani. Hatuoni cha mkia, hatuoni cha ngozi, hatuoni cha kwato, hatujui hata huyu mnyama mwenyewe tunauziwa ni mnyama wa aina gani. Kwa hiyo lazima tuongeze umakini hapo kwa ajili ya kujali afya zetu, lakini kwa ajili ya kujali maisha yetu. Lakini pia tukumbuke tu kwamba kwa kuendelea kununua hizi nyamapori, kinyemela, kificho na nini, yani tunaamini kabisa kwamba biashara yoyote inasimama kwa sababu ina wateja. Kwa hiyo kwa sisi kuendelea kununua, ina maana tunachochea biashara hii iendelee. Wawindaji wana uhakika wa soko, wataendelea kuwinda. Lakini sasa hii madhara yake yakoje sasa? Wewe leo unaendelea kununua, ina maana mwanao, baba yako, kaka yako anaendelea na yeye kupata motivation, anaendelea kupata vichocheo vya kwenda kuwinda kwa sababu kuna manufaa.
Sasa anapokwenda kuwinda ndio tunaongelea sasa athari zile za moja kwa moja naweza kuzipata kwamba unaweza kumpoteza mdogo wako, kaka yako, baba yako, mume wako kwa sababu tu alikwenda kuwinda, akaenda kufungwa kule, familia zikaingia katika shida, lakini tukapoteza nguvu kazi kwa sababu mtu kafungwa. Lakini akipata madhara makubwa zaidi, akapoteza maisha kule kutokana na wanyama hawa au kutokana na mazingira ya kule, kwa maana ya mito na vitu kama hivyo, tunakuwa tumepoteza nguvu kazi ambayo kimsingi ingeweza kutusaidia hata kwenye michango hii ya maendeleo vijijini. Sasa tunakosa mtu wa kusaidia. Kwa hiyo tuone kabisa kwamba namna ambavyo tunaendelea kununua tunachochea biashara iendelee, lakini wakati huo tunawawekea hatari zaidi hawa ambao wanakwenda kule kwa ajili ya kuwinda na kuendelea kutumia hizi nyama. Lakini wakati huo sisi wenyewe tutajiweka katika hatari ya maradhi, kama ambavyo nimetangulia kusema. Hizi nyama hatujui usalama wake, hatujui zimepatwaje, hatujui zimewindwa kwa kutumia mbinu gani. Kwa hiyo tusile tu kwa tamaa ya nyama pori, lazima tuangalie pia mustakabali wa usalama wa afya zetu. Na nataka tu nikumbushe kwamba unajua ujangili sio kazi rasmi ya kiuchumi. Kwa hiyo sisi tukajirasimisha huko, yani kwa maana ya umeshindwa kabisa kupambana na shughuli zingine ambazo ni rasmi, ambazo zinakubalika kisheria na taratibu zake, ukaamua kuingia kwenye ujangili. Ujangili sio shughuli rasmi ya kiuchumi, na ndio maana hatuna afisa ujangili kata, na afisa kilimo, afisa mifugo na wataalamu wa namna hiyo. Lakini afisa ujangili kata uweze kumkuta afisa ujangili wa wilaya, uweze kumkuta, kwa sababu hii ni shughuli ambayo iko kinyume na sheria na hairuhusiwi kufanyika. Lakini la mwisho ni washauri tu, ndugu zangu, si wote ni wananchi, tuendelee kuheshimu sheria, lakini pia tutoe tu taarifa, tuendelee kushirikiana na hizi mamlaka, tutoe taarifa, kwa sababu hata hii sheria ya wanyamapori ya mwaka ilifanywa marejeo 2023, ile ibara ya 87 kuna adhabu yake ya kutokutoa taarifa. Yaani wewe umeshuhudia kuna nyara ya serikali mtu anaimiliki, lakini ukaamua kukaa kimya, mamlaka husika ikadhibitisha kwamba wewe ulijua kwamba fulani anamiliki nyara, na wewe kuna hukumu yako. Unaweza kuhukumiwa miezi 18, miezi hadi 18 kwa hukumiwa jela, au kalipa faini ya shilingi hadi 500,000. Yaani kwa ile tu kutoa ushirikiano. Umeona kitu kinafanyika, mtu ana nyama pori pale anauza, wewe kama kukaa kimya kwamba alikuhusu. Ukibainika kwamba wewe unatambua na umeona na ulikuwa unajua, basi pia kuna adhabu. Hii adhabu haiweko kwa maana ya kwamba ikulazimisha wewe kutoa taarifa. Hapana, inakuwekea katika mazingira kwamba uone kabisa hizi rasilimali za kwetu wote. Kwa hiyo hazipaswi kuvunwa na wachache tu kwa tamaa zao. Kuna taratibu za uvunaji. Tunaweza tusivune nyama lakini tukavuna madawa. Watu wakawinda kwa vibali, wakatoa fedha zikageuzwa, zikanunua madawa, zikanunua vifaa vya kufanyia vipimo, vikaongeza ajira kwa maana ya walimu, madaktari na manesi. Kwa hiyo vinakuja kwa njia tofauti, yani manufaa yanakuja kwa njia tofauti. Kwa hiyo huyu swala anayeangaliwa na wazungu kutoka nje, anapoingiza zile fedha sasa ndio inakuja inaenda kununua vifaa tiba, inakwenda kufundisha miundombinu, inakwenda kuanzisha miradi mingine ya kimkakati, inakwenda kutekeleza miradi mingine ya kimaendeleo. Kwa hiyo tuone kabisa kwamba hii kilo moja ambayo nanunua 5,000 leo imepoteza mamilioni ya hela, sababu hata wanyama, huyu tembo labda, kwa mfano tembo ambaye mzungu labda leo akaja hifadhi mfano ya Tarangire akamwona yule tembo, atamlipia hela, hamuui wala hamchukui. Lakini huyo kesho mzungu mwingine atakuja atamwona huyo, atatoa hela, hamuui wala hamchukui. Kwa hiyo tunaona kabisa mnyama mmoja ana thamani kubwa kwa umri wake, kwa kuwa tukivutio na kutuletea hela nyingi zaidi. Badala ya kumuua na kupata 200,000, kumbe tunaweza tukamwacha akaishi tukapata mamilioni ya fedha kwa sababu ya kupigwa picha tu, sababu ya kuangaliwa tu. Na kama sisi tuna hamu sana sasa ya hizi nyama pori, basi tunafuata utaratibu wa yale maduka ya nyama pori, lakini pia tunafuata utaratibu wa kuinda kwa kibali maalum, lakini pia tunafuata utaratibu tu wa zile nyama ambazo zinapatikana kulingana na uvunaji ule kutokana na mgongano ya wanyama pori na waharibifu. Tunaelewana? Kwa hiyo rai yangu ni kwamba tuheshimu
sheria, tujiepushe na hili na huu mnyororo wa ujangili ili tuwe sehemu salama, lakini pia tuweke rasilimali zetu katika hali ya usalama ili tuendelee kupata manufaa zaidi. Bila shaka imekuwa ni siku njema sana, tumekuwa pamoja. Leo mada ilikuwa ngumu, haieleweki kidogo, lakini mwisho wa siku tumemaliza salama. Kama kuna jambo ambalo hujalielewa, unaweza comment pale, mimi nitarejea na ufafanuzi zaidi na tutakujibu vizuri. Kama una swali, unataka mawasiliano, chochote, basi wewe endelea kutembelea page zetu TikTok, Instagram, YouTube. Kwa hiyo hivi vyote utavipata, lakini ukitaka maelezo zaidi, kuna sehemu ambayo labda umeona umechanganyikiwa kidogo, bado unaweza comment hapo au inbox. Mwisho wa siku tutakurejea na tutakupa ufafanuzi zaidi, kwa sababu ndio kazi yetu sisi Hifadhi Online TV, kwa ajili ya kukupa elimu ya hifadhi, ili mwisho wa siku usichanganyikiwe, usiingize kwenye mgongano kati ya taasisi za uhifadhi na wewe, kwa sababu pia kutokujua. Tunataka kukunusuru huko. Shukuru sana kwa kuendelea kwa pamoja, na niwatakie tu siku njema. Ijayo sasa itakuwa ni nini?